Ninakusalimu kupitia jina la Yesu. Nilikuwa nimepata wasaa asubuhi kutafakari neno moja. Kuna mtu kama amenipigia simu. Sasa likaja neno kichwani la kumpa. Kuna jambo alikuwa ananieleza. Na mimi nataka nikupe ile neno wewe rafiki yangu. Zaburi 118 mstari wa 17. Daudi anasema pale, sitakufa bali nitaishi. Nikamwambia huyo mtu, na mimi nakwambia wewe sasa hivi. Nikamwambia na mimi nakwambia wewe. Ukitafakari neno la Mungu vizuri pale, Daudi anasema sitakufa. Walikuwa kwenye mazungumzo na mtu. Haleluya. Ukirudi katika Yoshua kule sura ya kwanza pale, nafikiri mstari wa 10 au 9, anasema bali maneno haya yatafakari mchana na usiku, upate kuangalia kuenenda sawa sawa na yaliyoandikwa humo neno la Mungu, ndipo utakapofanikiwa na kustawi sana. Sasa ukirudi hapa, kinachotufelisha wengi sana, kinachotuangusha wengi leo ni wasomaji wa neno la Mungu, lakini sio watafakari, sio watu ambao tunakaa kulitafakari, kulibeba, kulifumba macho kutafakari neno likoje hili. Kwa ukirudi katika hiyo Zaburi 118 mstari wa 17, Daudi anasema sitakufa bali nitaishi. Yaani hapo kulikuwa kuna mazungumzo ya pande mbili. Kuna taarifa aliletewa. Yamkini hata wewe taarifa umeletewa kwamba utafukuzwa kazi, kwamba hautazaa, kwamba mimba yako itaharibika, kwamba unafukuzwa kazi, kwamba hiki hakiendi. Daudi hakukaa kimya kusema anajua Mungu. Maana wewe ukiambia kitu Mungu ndo anajua. No. Atuoni pale Daudi akikaa kimya. Yaani ukisoma ile Zaburi, ndio maana anasema bali maneno yangu yatafakari. Yaani Mungu anajibu baada ya wewe kutafakari ukuu wake, baada ya wewe kutafakari uweza wake. Sio utasema tu anajua Mungu. Umesoma neno la Mungu la imani. Umesoma neno la Mungu, Mungu anasema nitakupigania utanyamaza kimya. Hebu litafakari lile neno, jinsi mapigano kama nimekaa kimya hivi. Then maadui amenizunguka, alafu wanatokea watu malaika wananipigania, yuko katikati. Tafakari kwamba ni mwanangu yuko pale, watoto wenzio pale wamemzingira wanampiga, then natokea mimi baba yake, naanza kumuokoa mwanangu. Mwanangu huwa atakuwa ametulia tu hivi, anajua baba yupo. Mwacheni mwanangu ametulia. Sasa yatafakari maneno yangu mchana na usiku. Tunarudi kutafakari. Daudi anasema sitakufa bali nitaishi. Yamkini kuna taarifa aliambiwa kama wewe uliambiwa leo. Hakukaa kimya akasema Mungu anajua. Mungu anajua nimetoa sadaka. Mungu anajua mimi iko hivi. Mungu anajua mimi. Hakukaa kimya Daudi. Daudi alijibu, sitakufa. Sitafukuzwa kazi. Sitaharibu mimba yangu. Mimba yangu haitaharibika. Kazi yangu haitaharibika. Kazi yangu haitakuwa hivi. Hakukaa kimya alipoletewa taarifa. Kwa hiyo ukitafakari maneno ya Mungu vizuri hapo katika Zaburi hiyo 118, Daudi anasema sitakufa